And we believe that God is going to help us. Na najua kwamba Mungu atatusaidia. And that after the end of this session, na baada ya muda huu kuisha, somebody is not going to go back the same way he came. Mtu hatarudi jinsi ambavyo alivyokuja. Amen. Amen. As I received the message that I'm to minister tonight, wakati nilipata ujumbe kwamba nitakuwa na hubiri usiku, I asked the Lord, niliuliza Mungu, what do you have me to share tonight? Ni nini ambacho nataka ni nene usiku? Which message do you want me to bring tonight? Ni ujumbe gani ambao nataka nipene usiku? What do you want the church to hear tonight? Unataka kanisa lisikie jambo gani usiku? And as I was speaking unto the Lord, na wakati nilikuwa nanena na Mungu, God granted me a message. Mungu akanipa ujumbe. And I believe that as you're sitting down tonight, na najua kwamba hata mnapoketi usiku saa hii, there is something that God has prepared for you. Kuna kile ambacho Mungu amewatengenezea. And anybody who came here with a need, na yule ambaye alikuja hapa na mahitaji, anybody who has a desire, yule ambaye akona kitu ambacho anataka to seek transformation in his or her life, ili aone mabadiliko katika maisha yake, there is transformation tonight. Kuna mabadiliko usiku ya leo. Hallelujah. Amen. And I don't want to make a lot of noise. Na sitaki nipeane kelele mingi. I want us to speak. Nataka tuongee. I want us to have a very important and crucial conversation. Nataka tunene kuhusu jambo ambayo ni la muhimu sana. I know as we came, najua kwamba tulipokuja, it is like this is the first message that we are getting to hear. Ni kama hii ndio ujumbe wa kwanza ambapo tunasikia. We came to minister. Tulikuja kuhubiri. And we came to be ministered to. Na pia tulikuja kuhubiriwa. So as we are sitting down tonight, kwa hivyo tukiwa tumeketi usiku, a good number of us are missionaries. Wengi wetu ni wamishonari. We have received Jesus Christ in our lives. Tumempokea Bwana Yesu katika maisha yetu. We have been redeemed by Jesus Christ. Tumekuwa tumekombolewa na Yesu. And we have the Holy Spirit in our lives. Na pia tuko na Roho Takatifu katika maisha yetu. And we have the fire of the Holy Spirit. Na pia tuko na moto ya Roho Takatifu. We have the love of God in our hearts. Tuko na upendo wa Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu. But there is something that I want to talk about. Lakini kuna kile ambacho nataka ninene kuhusu. And I believe that God is going to help us. Na najua kwamba Mungu atatusaidia. God is going to help us. Mungu atatusaidia. Hallelujah. Amen. Somebody can help me open the book of 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Mtu atafungua kwa Korintho wa kwanza 12:16. Amen. Amen. Yeah, tusikue serious, and I just want us to speak as Christians. Hallelujah. Amen. Yeah, naona watu wameweka sura ya kazi. Don't be too serious. We just want to speak as the Holy Spirit will guide us. We'll just speak jinsi ambavyo Roho Takatifu itatuongoza. I know there are apostles in. Najua kwamba kuna wale apostles ambao wako ndani, who will bring fire, ambao watawapiga na fire. And we will pray. Na pia tutaomba. Hallelujah. Amen. Wave unto Jesus. So tonight I just want us to have a very good conversation. Kwa hivyo usiku tutanena tu kwa jambo la muhimu sana. And the topic what we are going to talk about is a mindset. Mada ambayo tutaongelea ni kuhusu kutengeneza akili. Hallelujah. Amen. Amen. Yes, are you coming from Homa Bay? Anybody mwenye amepata 1 Corinthians chapter 2 verse 16? Yeah. Who has known the mind of the Lord so as to instruct him? We have the mind of Christ. We have the mind of Christ. Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Yes. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. He is good, pleasing, and perfect. Amen. Amen. Proverbs 23 verse 7. Mithali 23:7.
Bible says, Yes. he is like one who is inwardly returning. Eat and drink, says to you, his heart is not with you. Okay. Hallelujah. Amen. Then you can read for me the book of 1 Peter chapter 1 verse 13. Petero ya kwanza 1:13. Yeah. 1 Peter chapter 1 verse 13. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at his coming. Amen. My translation says that, therefore, guard up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. We can believe and pray. Tuamini na tuombe. Almighty God, we thank you, we worship you, we give you all the praise. You are taking the lead tonight. As we speak, Lord, we pray that you use us for the glory and honor of your name. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Hallelujah. Amen. As I've just said, Jinsi ambavyo nimesema that we want to have a very crucial conversation. kwamba tunataka kuongelea kuhusu ujumbe muhimu. I know that we have been redeemed by Jesus Christ. Najua kwamba tumekombolewa na Yesu Kristo. And we have the power of the Holy Spirit in our lives. Na pia tuko na nguvu ya Roho Takatifu katika maisha yetu. But it is also very important for us Lakini ni muhimu sana kwetu to understand that there is something called renewal of the mind. kwamba kuna kitu ambayo inaitwa kuoshwa kwa akili. There is something called transformation of the mind. Kuna kile ambacho inaitwa kubadilishwa kwa akili. And one of the greatest deliverance which can happen to somebody Na kile wokovu ambayo inaweza fanyika kwa mtu is the deliverance of the mind. ni kuokolewa kwa akili yake. Because it is possible that somebody can be born again. Ni kwa kwamba ni ukweli kwamba mtu anaweza kuwa amezaliwa mpya You can be delivered. au unaweza kuwa umekombolewa, But in the mind there is no deliverance. lakini kiakili kuna kile ambacho haijafanyika. The Israelites were delivered out of Egypt by God. Wanaisraeli walikombolewa kutoka Misri, But their minds were not delivered. lakini kiakili bado walikuwa huko. And that is why even as they were walking away from the Egypt, Na ndio maana hata walipokuwa wakitembea wakielekea, they kept remembering how they were staying in Egypt. bado walikuwa wakifikiria jinsi ambavyo walikuwa wameishi huko And Misri. that is why they complain unto God. Na ndio maana walikuwa wanaenda kulalamika mbele zake Mungu. So somebody can be redeemed by Jesus Christ. Kwamba mtu anaweza okolewa na Yesu Kristo, Somebody can be delivered. mtu anaweza kuwa amekombolewa na Yesu, But there is no deliverance of the mind. lakini kiakili bado wako nyuma. And that is why I want us to speak about the mind today. Na ndiposa nataka kwa tunenee kuhusu akili siku ya leo. That it is very important for us to reach the transformation of mind. Kwamba ni muhimu sana ili tubadilike kiakili. That after we've received Jesus Christ as our Lord and Savior, Kwamba after kumpokea Yesu Kristo kwa maisha yetu, we need also to reach the point where our minds are being renewed. tunatakana tufike mahali ambapo kiakili yetu pia tunageuzwa. Because we are being told that we will only be transformed according to the renewal of our minds. Kwamba tunataka tubadilishwe kiakili. Praise the Lord. Amen. So somebody can be delivered, Kwamba mtu anaweza kuwa amekombolewa, but in the mind lakini kiakili there is no deliverance. bado hakujakuwa na ukombozi. And that is why there will be no change in lifestyle. Na kwa ndio maana utapata kwamba maisha yako When the mind hayabadilika. has not been upgraded, Kama akili yako haijawekwa, life can never be upgraded. maisha yako haiwezi badilika. When the mind has not been updated, Kama akili yako haijabadilishwa, life can never be updated. maisha haiwezi badilika. Praise the Lord. Amina. And that is why sometimes we can pray. Na ndio maana saa zingine tunaweza omba, Sometimes we can speak in tongues. pengine tunaweza ongea hata kwa lugha. We can heal the sick. Tunaweza kuponya wagonjwa. Praise the Lord. Amina. But our lifestyle Lakini mkia maisha has yetu not been transformed haijabadilishwa. because there is no change in our mindset. Maanake hatujabadilishwa And kiakili. if you are very keen as a Christian, Na ukitazama vizuri kama Mkristo, we need to understand that even the mode of
sharing the gospel is changing. Unaelewa kwamba hata jinsi ambavyo tunaeneza injili inabadilika. And we need to make the change in our mind. Na tunafaa kubadilisha hata akili yetu. Nowadays, if you are sharing a gospel to anybody, siku hizi ukienda kueneza injili, and if you ask them whether they are born again or not, alafu waulize iwapo wameokolewa ama bado, that they are born again, watakwambia wameokolewa. So there is a way in which we will need to present the gospel. Kwa hivyo kuna ile ambacho kuna vile ambacho tunafaa kueleza injili. Possible if there is a change in our mindset. Na itawezekana tu tukiwa tumebadilishwa akili. It will be possible. Itawezekana if we know how to talk to other people. Iwapo tunajua jinsi ambayo tunaweza ongea na wengine. How we can get into their minds. Ili tuingie katika akili yao. And how we can change their thinking. Ili tubadilishe akili yao. And present Jesus unto them. Ili tuwape Yesu Kristo. Hallelujah. Amina. Praise the Lord. Amen. So our lives will only be transformed. Maisha yetu itabadilishwa after our minds have been transformed. Iwapo akili yetu itabadilishwa. Even as we are spreading the gospel in this land. Hata tukiwa tunaeneza injili katika mji huu. It is very important for us to understand that there is transformation of the mind. Ni muhimu kwamba tujue kwamba lazima tubadilishwe kiakili. And if we can get 10 people in this land, na kama tunaweza pata watu 10 katika mji huu, can receive Jesus Christ as their Lord and Savior, ambao watapokea Yesu kama mwokozi wao, until they reach that point, ili wafike pale of being transformation of the mind, ambao wanabadilishwa akili, then the 10 people alone can bring transformation in the entire location. Kwamba hao watu 10 pekee wataleta mabadiliko katika mji wote. Hallelujah. Amina. Just as the 12 disciples of Jesus Christ, jinsi ambavyo wale wanafunzi wa Yesu 12 walifanya, to transform the world, walibadilisha hata mji wa dunia yote, to bring transformation in the world, walileta mabadiliko katika dunia yote, because they received Jesus Christ. Manake walimpokea Yesu, they stayed with him, wakakaa na Yesu, and their minds were transformed. Akili yao ikabadilishwa. Praise the Lord. Amina. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Say hi to your neighbor and make a smile. Salimia jirani yako na utabasamu. Yes. I said that we are not going to make a lot of noise. Amen. Tulisema kwamba hatutafanya kelele mingi. I just want us to speak. Ningependa tu tuongee, and we'll be done. Kisha tutamalizia. And facilitator, also you need to remind me of the time that I have. Na mwendesha ibada unaweza nikumbusha saa ambayo niko nayo. Amen. Amen. So friends, our lives will only change. Marafiki, maisha yetu itabadilika when there is change in our minds. Kama kuna mabadiliko katika akili yetu. The Bible says that do not be conformed to the patterns of this world. Andiko nasema kwamba usiwekwe katika patterns za dunia, but be transformed by the renewal of your mind. Lakini badilishwa kiakili. So until there is a change in the mindset, kwa hivyo ili ubadilike, ukibadilika katika akili, change in lifestyle, uwezi badilika katika maisha. And we can pray. Na unaweza omba. We can pray for hours. Unaweza omba kwa masaa. But when you look at the lifestyle that you are living, lakini ukitazama ile maisha ambayo unaishi, you will realize that there is no change. Unatambua kwamba hakuna mabadiliko. Because the mind has not been changed. Manake haujabadilishwa akili. Hallelujah. Amen. We can have moments of fasting. Unaweza kuwa kama unaenda katika kufunga na kuomba. But when there is no change of mindset, lakini usipobadilishwa akili, life will always remain the same. Maisha itakuwa inabaki vile ilivyo. Praise the Lord. Amen. And that is why as a Christian who is born again, na niposa kama Mkristo ambaye amekombolewa, who have the Holy Spirit, ambaye ako na Roho Takatifu, it is very important for us to seek the transformation of the mind. Ni muhimu sana kutafuta mabadiliko ya akili, may be renewed. Kwamba lazima maisha akili yetu ibadilishwe. Hallelujah. Amen. I can be a good preacher. Naweza kuwa na ubiri vizuri.
I can be a good pastor, Naweza kuwa mimi ni pastor, but I'm walking in sin. lakini natembea katika So dhambi. I have the anointing to pastor. Kwa hivyo niko na upako I have the wa grace to kuhubiri. stand before people, Niko na neema ya kusimama mbele but ya I'm watu, walking in sin. lakini natembea katika dhambi. I'm walking in sin because there is no change in my mind. Natembea katika dhambi manake hakuna mabadiliko Because kiakili. it is the change in my mind that will tell me that I'm not supposed to be walking in sin. Maana ni ile mabadiliko ya kiakili ambayo itaniambia kwamba sifai kutembea katika dhambi. Hallelujah. Amen. So you find that many people go to church. Utapata kwamba wengi wetu tunaenda kanisani. We can pray and we can sing. Tunaweza omba, tunaweza imba. We can do 1, 2, 3 in the house of the Lord. Tunafanya 1, 2, 3 katika But nyumba ya our Bwana. minds are not being transformed. Lakini akili yetu haijabadilishwa. Hallelujah. Amen. As I was saying, I said that as I was starting, I said that one of the greatest deliverance which can happen to somebody Nilisema nikianza kwamba kile ukombozi ambayo inaweza fanyika katika maisha ya mtu is the deliverance of the mind. ni mabadiliko ya kiakili. Hallelujah. Amen. And we are also supposed to understand Na lazima tuelewe kwamba that the mind is like a bank, akili ni kama benki, and whatever we deposit in the mind is what we will reap. na kile ambacho unaweka ndio kile ambacho utatoa. The mind is like a fertile soil. Akili ni kama udongo ambaye iko na Whatever we sow in it is what we shall reap. kile ambacho utapanda ndio kile ambacho utatoa. Our lives will only move to the level that our minds can move. Maisha yetu itaendelea tu kulingana na kile ambacho It is tutafanya. not possible to get results that we cannot get in the mind. Haiwezekani kupata kile ambacho hujatoa ukaweka Everything katika that we akili get yako. in life Kwa hivyo kile ambacho unapata katika maisha starts from the mind. inatoka katika akili chako. Hallelujah. Amen. And that is why we have been told that we have the mind of Christ. Na ndio maana tunaambiwa kwamba tuko na akili ya Yesu Kristo. And as a Christian, Na kama Mkristo, we are all aware that Christ is also creative. na tunajua kwamba Kristo pia alikuwa na akili We poa. need also to show the creativeness of Jesus Christ in our life. Lazima pia sisi tuonyeshe ile akili ya Kristo katika maisha yetu. Hallelujah. Amen. 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 Because this the plastic chair that you are using Wajua kwamba hata hiyo kiti ambayo unatumia was designed by somebody, ni mtu alikaa chini and it akaitengeneza. started in the mind. Na ilianza katika akili yake. Everything that you are putting on was designed by somebody, Hata vile vitu ambavyo unavaa ni and they mtu started in the alitengeneza. mind. Na ilianza katika akili yake. Hallelujah. Amen. This pulpit was designed by somebody. Hata mahali ambapo tumesimama madhabahu ilikuwa design na mtu. Amen. Amen. And it started from the mind. Na ilianzia akili yake. This building started in the mind. Hata hii jengo ilianza katika akili. And even the one which is currently being built started in the mind. Na hata ile ambayo inajengwa saa hii ilianzia akili. So as a Christian, it is very important for us to have that mind of Christ. Kwa hivyo kama Mkristo lazima uwe na akili ya Kristo. Because it will also help us to be creative. Na manake itatusaidia kuendeleza In all that we are doing, kuendelea katika kila kitu ambacho tunafanya. we will be able to show the creativeness of Jesus Christ. Tutaonyesha ile timamu ambayo iko katika Yesu We will be Kristo. able to show the excellence of God Tutaonyesha ile uzuri ambayo iko katika Kristo Yesu. because we have his mind. Manake tuko na akili kama ya Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Have you realized that sometimes you can be very fiery? Watambua kwamba saa zingine unaweza kuwa uko na moto mwingi. Sometimes we can have that anointing, Saa zingine unaweza kuwa na upako, but we are broke. lakini hauna pesa. Hallelujah. Amen. And one of the reasons why such kind of things can happen Na sababu kuu ambayo inaweza fanya hiyo kitu ifanyike is because we have not developed the mind of Jesus Christ. ni kwamba hatuna ile akili ya Our Kristo. minds have not been renewed, Akili yetu bado haijabadilishwa. so we cannot be creative. Kwa hivyo hauwezi kuwa unaendelea. And somebody once said that anointing without finance is annoyance. Mtu akasema kwamba upako bila pesa ni kama kuudhika. Praise the Lord. Amen. You can have the fire, Unaweza kuwa na moto, but when you don't have finance, lakini kama huna pesa, very few people will listen to you. ni watu kidogo sana In watakusikiliza. the current generation, Kwa kizazi cha sasa, even in our nation,
hata kwa nation There are yetu. some kinds of platform Kuna pale ambapo unaweza fika where you cannot get into ambayo uwezi uruhusiwa when there is nothing in your hands. kama hauna kitu mkononi. One of the things which will bring something in your hands Kila ambacho unaweza pata nao kitu is when you have the mind of Christ. Unaweza pata tu ukiwa na akili ya Kristo, And you can develop opportunities. na unaweza pata hata kupata chanzo zingine. Hallelujah. Amen. You can create opportunities. Unaweza tengeneza hata nafasi. Praise the Lord. Amen. And so, Kwa hivyo in this current situation, kwa kizazi cha saa hii, this current season, kwa muda huu, prayer alone sometimes cannot help us. pengine maombi pekee haiwezi tusaidia. Because there was a time I prayed very well. Manake kuna saa ambayo nilikuwa naomba You sana. spend hours in the presence of God. Unaenda unapush katika mbele ya Mungu. But when you go back to the house, Lakini ukirudi katika nyumba, the landlord is calling you that he needs something. unaitwa na landlord kwamba anataka kitu. And you realize that you have the tongues, Na unagundua kwamba but you cannot unaongea, use tongues to pay the rent. lakini hauwezi You lipa rent. you can pray very well. Unaweza omba sana, And money can also not come from heaven. lakini pesa pia haiwezi shushwa kutoka mbinguni. Ama kuna mtu amewahi omba pesa ikatoka mbinguni? Is there anyone who has ever asked for money from heaven? Praise the Lord. Amen. So there sometimes we get limited. Kwa hivyo kwa wakati wengine There are things that we are supposed to be doing unto God. tunajua kwamba tunafaa kufanya kitu mbele Things za that we should Mungu. be doing to glorify His name. Tunafaa kupea Mungu tukufu, But we cannot do them well lakini hatuzifanyi vizuri, because we lack resources. manake hatuna pesa. And shortage of resources Na ukikosa pesa, sometimes comes unaweza kosa kwa sababu because we cannot create opportunities. hauwezi tengeneza nafasi. Praise the Lord. Amen. So the main point that I'm driving home tonight Kwa hivyo kile ambacho najaribu kusema usiku ni is kwamba that we need to reach the point of transformation of the mind, lazima tufikie kiwango wa kubadilishwa kiakili, because everything around our lives will only change manake maisha yetu itabadilika when there tu is change in our mind. kama kuna mabadiliko katika akili yetu. Hallelujah. Amen. The human being has 4 components. Binadamu ako na vitu 4. Hallelujah. Amen. We can appreciate God. Tunaweza pigia Mungu makofi. Amen. Amen. Yes, the devil is very late. Shetani amechelewa. Tell the devil that he is very late. Ambia shetani kwamba amechelewa. The devil is very late. So the human being has 4 components. Kwa hivyo binadamu ako na vitu 4. 4 components. Vitu 4. We have the physical component, Kuna ile ya the emotional component, na kuna hisia, we have the spiritual component, na kuna kitu ya kiroho, then we have the mental component. na kuna ile ya kiakili. And many times Na wakati mwingi we give good attention to the spiritual component, tunaweza pea vitu vya kiroho so we muda mwingi develop our sana, spirits very well na tunatengeneza kiroho by staying in the place of prayer, kukaa katika mbele zake Mungu, but we abandon the other 4 components. lakini tunasahau zile vitatu ambazo But for a zimebaki. human being to be whole, Lakini ili binadamu akuwe mkamilifu, for you to function appropriately, ili uweze kufanya kazi vizuri, you need to develop the 4 components. lazima ujitakaze katika njia zote 4. Praise the Lord. Amen. We need to develop the 4 components. Lazima ujitengeneze katika njia zote 4. And sometimes we pray, Na saa zingine tunaweza omba but even we don't study the word. na atusomi Biblia. We pray very well, Unaweza kuwa unaomba vizuri sana, but we don't study the word, lakini hausomi Biblia. because that transformation, Manake ili ubadilishwe, it starts from studying the word of God. inaanza na kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Amen.
So the physical component, Kwa hivyo ile kifaa ambao unaweza ona, sometimes it can be very, very attractive. inaweza kuwa It can be very appealing. Inaweza kuwa kizuri sana, But it is like the container. lakini ni kama container And it covers the other three components. ambaye inafunika yale vitu vitatu. Hallelujah. Amen. I don't always talk about relationships. Mimi huwa siongelei sana mambo ya mahusiano, But one of the reasons why many relationships fail lakini sababu kuu ambayo inafanya mahusiano mingi is zisifanye, because people fall in love with the physical component alone. manake wengine wetu tunapenda kile The kimwili, physical part alone. tunapenda tu mwili peke yake, But we are not able to discern the other three components. lakini hatutaki kuangalia zile vitu vitatu ambazo zinabaki. The matter that I'm speaking about is very important. Kile ambacho naongelea ni kitu muhimu sana, Because one of the challenges affecting many people, including pastors, manake kile ambacho tunapitia hata marriage. kwa mahubiri ni ndoa. Something that is disturbing many people, including lawyers and lecturers, Kile ambacho inasumbua watu wengi sana, hata maloya na even malekchara, the doctors, hata wadaktari, is marriage. ni ndoa. Praise the Lord. Amen. So people fall in love with the physical component, Watu wanaona kizuri ambao wanaweza ona, but they don't take time to discern the three other components, lakini hawaangalii yale vitu vitatu ambavyo which is the vimebaki. spiritual, the emotional, and the mental. Ni ile hisia na kiroho na kiakili. So the physical can be very handsome, Kwa hivyo vile ambavyo unaweza ona but inakuwa it vizuri covers sana, handsome problems inside. lakini kuna kile ambacho inakuwa And you imefichika need to be ndani, in a position to discern lakini lazima uwe katika nafasi ya kuona what is inside. kwamba nini kiko ndani. Praise the Lord. Amen. The physical can be very beautiful, Unaweza kuwa unaona kile kitu kizuri, but there are some problems inside. lakini kuna yale matatizo ambayo yako In the ndani. emotion, there are some problems. Hata kwa katika roho yake There kuna are some vitu vingi pains which sana. have not been healed. Kuna kile ambacho hajapona. There are some heartbreaks which have not been healed. Kuna yale maumivu ambayo hajapona. The spirit has not been developed. Inaweza kuwa kwamba roho yake haijakuwa imetengenezwa. Hallelujah. Amen. I was not talking about relationships, Siku ananenea mahusiano, but I felt that I need to say something about that. lakini roho ya Mwenyezi Mungu imenionyesha kwamba lazima ninenee hiyo kidogo. It is very important for us to give attention to the four components. Kwa hivyo ni muhimu sana ili tuangalie vitu zote vinne. We develop our mental life. Lazima tubadilike kiakili. We give attention to our emotions. Lazima tuangalie pia hisia We zetu, give attention to the physical life. na hata tuangalie vile ambao ni mwili, And most importantly, the spiritual life. na hata tuangalie Because there is the kwa spirit kiroho. which connects us to the heaven. Maanake hizi ndio There is the zinatuunganisha spirit katika that mbingu. connects us to God. Maanake zinatuunganisha na Mungu. Praise the Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Say hi to your neighbor. Salimia jirani yako. Kuna mtu analala, imagine. Someone is sleeping. So every time as we give ourselves to prayer, Kwa hivyo wakati wote tukijipeana kwa maombi, we need also to know how our minds can be developed. lazima tuangalie jinsi tunaweza kuwa kiakili, And it is very important for us also to understand na pia ni muhimu sana ili tuelewe that the mind has three windows. kwamba akili iko na madirisha mitatu. We have the memory. Kuna mahali pa kukumbuka. The memory is what opens the pages of the past experiences of our lives. Hapo ndio inaweza kufungua kile ambacho lilifanyika kitambo. Then we have the contemplation. It is like the conscious mind. Hiyo hapo ndio tunatumia kufikiria. I hope you are understanding, sindio? Nyinyi mnaelewa? Yes. Then we have the imagination. Na pia tuko na kila ambacho Imagination is what helps us to see the future. inatusaidia kuona yanayokuja. So sometimes we can be born again. Kwa hivyo wakati mwingine tunaweza kuwa We tumeokolewa, are walking with Jesus Christ in our lives. tunatembea na Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, But
the number one window, that is the memory, lakini dirisha ya kwanza ambayo ni ya keeps kukumbuka on bringing the past experiences of our life, inatukumbusha yale mambo ambayo and alishapita kwa we maisha cannot yetu, move forward. na inafanya hatuwezi endelea And mbele. every time that we keep on opening the past pages of our lives, Manake tukifungua yale ambayo yamepita we katika cannot maisha yetu, open the new pages that are ahead of us. hatuwezi fungua yale ambayo yako mbele yetu, And this has also made many of us na hii imefanya wengine wetu that we've lost many opportunities. tumepoteza chances mingi sana, We've also lose even many good partners. na tumepoteza hata watu wazuri Because maishani every mwetu. time you meet somebody, Manake unakutana na you mtu, keep on remembering the past situation. unakumbuka tu yale ambayo yamepita. So yes, we are going forward, Kwa hivyo ndio but tunaelekea our mbele, minds are still on the things which took place some years back. lakini akili yetu bado iko kwa yale ambayo yalishafanyika. Sometimes there are pains which you went through when you were young. Pengine kuna maumivu ambayo Some ulipitia ukiwa pains were mdogo, caused by your parents or your guardians, pengine kuna maumivu ambayo maybe yalikuletwa na by your wazazi, teachers. hata walimu There are some wetu. things which you were told Kuna kile ambacho uliambiwa and you've never forgotten them. na haujawahi So sahau, you keep going ahead. kwa hivyo unaendelea mbele, You also remember them. lakini unakumbuka yale ambayo Every time yamepita. you display them in your mind, Kwa hivyo ukifikiria hizo kwa they maisha, keep dragging you behind. zinakurudisha nyuma. So I can go and pray, Kwa hivyo naweza enda kuomba, but when I keep on remembering the things that took place some years back, lakini nikumbuka yale ambayo I yalishafanyika, cannot move forward. siwezi endelea mbele. That is why Paul says Na ndio maana Paulo akasema that I'll forget all the things which took place in the past. kwamba nasahau yale ambayo yamepita. Somebody can open the book of Philippians Mtu afungue na mimi kitabu cha Wafilipi chapter 3 verse 13. 3:13. Philippians 3:13. Bible says, Yes. brethren, I do not consider that I have made it my own. One thing I do, forgetting what lies behind, and straining forward to what lies ahead. Press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Amen. Amen. I do not count myself to have apprehended, Sijidai kwamba nimekwisha faulu but one thing I do, au nimekwisha kamilifu, lakini naendelea kujihitaji. forgetting those things which are behind Nasahau yale ambayo yamepita and reaching forward to those things which are ahead. na kupata tuzo ambayo liko mbele. So it is very important for us Kwa hivyo ni umuhimu sana that kwetu we forget everything that maybe took place sometimes back. kwamba tusahau yale ambayo We yalishafanyika, take them away from our minds tuzitoe katika akili so that zetu we focus on the things which God has prepared for us. na tujielekeze mbele kwa yale ambayo Mungu ametupangia. Because we know that God has prepared for us a future. Manake Mungu ametutengenezea Sometimes the mbele. pains or the challenges that you went through, Saa zingine kuna yale maumivu they ambayo were part of unapitia, things which were making you to be the person who you were supposed to be. ni mambo ambayo yalikuwa nafanya uwe And mtu we are ambaye not uwe supposed sahihi, to hold them in our mind. na tuweze shikilia kwa akili yetu. Praise the Lord. Utukufu kwa Yesu. We have the contemplation Sisi tuko na pale ambapo tunafikiria or the subconscious mind. ama kila akili ambayo tunatumia kila That wakati. is what is helping you to understand what you are understanding now. Hiyo ndio kitu ambayo inakusaidia kuelewa kile ambayo tunafungwa Helping saa us to hii. understand the current situation. Inatusaidia kuelewa kile ambacho Then we have the kinafanyika. imagination. Kisha tuko na kile ambacho Imagination is what opens the things which are ahead of us. inatusaidia kufikiria yale ambayo yako mbele yetu. It is what can take us into the future. Inaweza tuchukua itupeleke katika kila ambacho iko mbele. Praise the Lord. Amen. So sometimes you can close your eyes. Na pengine unaweza kuwa umefunga When you macho look ahead, ukiangalia mbele, you see that God has prepared everything. unaona kwamba Mungu ametayarisha You kila see kitu. yourself having a successful marriage. Unajiona kwamba ushakuwa na ndoa. You see yourself serving God to the point you want to be in. Unaona ni kama ushaanza kutumikia Mungu Those are katika the things kiwango which will help you unachotaka. to make preparations Na hiyo ndio itakusaidia kufanya maandalizi in your current state or from where you are. kwa maisha ambayo upo So sahihi. we see ahead, Kwa hivyo unaona mbele, we look ahead, tunaangalia mbele, and when we see where we want to be, na tukiona mahali ambapo tunataka kuwa, we are able to change our programs. tuko na uwezo wa kubadilisha We hata are able programu to zetu. change our lifestyle. Tunaweza badilisha hata maisha yetu. Praise the Lord. Amen.
And when somebody has not seen where he wants to be, Iwapo mtu hajaona mahali ambapo anafaa kuwa, he or she can be driven by anything. Anaweza kuwa anaelekezwa na kila He can kitu. be going to any place. Anaweza kuwa anaelekea kila mahali. But when you know where God wants you to be, Lakini iwapo unajua pale ambapo Mungu and anataka after you uwe, identified it from the Bible, na kama unaweza ielekeza kwa you kupitia will have a Biblia, different kind of lifestyle. utakuwa na maisha ambayo yamebadilishwa. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Somebody is sleeping. Kuna mtu analala. If you have any problem, Kama huko una tatizo lolote, and you have the person sitting next to you or behind you is sleeping, alafu mtu ambaye ako kando yako ama take all nyuma your yako problems analala, and drop on him or her. chukua mashida zako zote uweke kwake. Hallelujah. Amen. I'm sorry for that. Amesema pole. So in the Bible, Kwa Biblia there are people who won because their minds were changed. kuna wale ambao walishinda, manake waligeuzwa kiakili. The prodigal son messed up. Kuna yule mwana mpotevu ambaye alifanya The makosa. book of Luke chapter 15. Kwa kitabu cha Luka But 15. when he came back to his senses, Lakini aliporudi kwa akili yake he timamu, went back to their place, alirudi mahali ambapo alifaa kuwa, and he was received. na yeye alikaribishwa. There is somebody who messed up, Kuna yule ambaye alifanya makosa and he has went away from God. na ametoka kwa Mwenyezi Mungu. He knows that God cannot accept him again. Anajua kwamba Mungu hawezi mkubali tena. This is the time that you need to know that God is calling unto you. Hii ndio wakati unafaa kujua kwamba Mungu anakuita. God needs you to be closer to him, Mungu anataka uwe kando yake, that he may also be closer to you. ili yeye pia awe karibu na wewe. The prodigal son came back to his senses, Mwana mpotevu alipata akili and timamu. he said that even after he has sinned and messed up with all everything that he was given, Akasema kwamba iwapo ameshaharibu kila kitu ambacho still he can go alipewa, back to his father. bado ako na muda wa kurudi katika kwa baba Friends, we yake. can still go back to our Father in heaven. Bado tunaweza rudi kwa baba No yetu aliye matter the mbinguni. situation that you have been in, Haijalishi kile ambacho unapitia. sometimes the devil will reach his hands into you. Na pengine shetani anaweza kuwa anataka elekeze Sometimes mkono some wake challenges kwako. can be upon your life. Tabu zingine zinaweza kuwa kwa maisha yako. Hallelujah. Haleluya. And that one does not mean that God has left. Lakini haimaanishi kwamba Mungu Every amekuacha. time we reach unto him, Wakati ambao tunaelekea kwa Mwenyezi he will Mungu, reach unto us. yeye pia atajielekeza When we kwetu. draw near to him, Tukijikaribisha mbele he yake, will draw near to us. yeye pia atatukaribia sisi. So we need to go the way we are. Kwa hivyo tunafaa kuenda jinsi ambavyo tuko. We need to reach unto him with how we are. Tunafaa kusongea karibu na yeye jinsi ambavyo We tuko. open our hearts unto him, Na tufungue moyo wetu and we kwake. accept our situation. Ili ajue kile ambacho Sometimes we tunapitia. normally pretend. Pengine tunaweza kuwa I tunajidanganya. can stand here as a good pastor, Tusimame hapa kama wahubiri, but when I look at my connection with God, lakini ukiangalia kile ambacho I don't have inakuunganisha a na good Mwenyezi right Mungu, connection with him. hauna uhusiano mema na Mwenyezi And Mungu. one of the things that I value most Na kama kuna kile ambacho mimi is nataka my sana, connection with him. ni kwamba uhusiano wangu na Mwenyezi Mungu uwe sawa. Praise the Lord. Amen. It is better to be right with him, Ni vizuri uwe na uhusiano mwema naye, and even me standing here, na hata mimi ambayo nasimama because hapa. the fact that I'm standing on this place Kumaanisha jinsi ambavyo nasimama mahali does not hapa, mean that I'm the best. haimaanishi kwamba mimi ndio niko hodari. I can be standing here, Naweza kuwa nimesimama but hapa, I also have my challenges. lakini mimi pia niko na tabu zangu. And that is why one of the things that I value, Na niposa jinsi kile ambacho ni my muhimu kwangu connection sana with him, ni uhusiano wangu na Mwenyezi Mungu. my connection with him, Uhusiano wangu na Mwenyezi Mungu. my relationship with him. Uhusiano wangu na Mwenyezi Mungu. Praise the Lord. Amen. We reach unto him. Tujielekeze kwake. We reach out unto him Tusongee karibu naye the way we are, jinsi ambavyo tuko. and they will also reach out unto us. Naye pia atasongea karibu nasi. Hallelujah. Amen. He will also reach out unto us. Naye pia atasonga karibu nasi. So everything, maybe the pains or
the challenges that somebody has gone through, Kwa hivyo kila kitu iwe tabu ama shida ambayo mtu amepitia, we need to put them behind tunafaa kuziweka nyuma yetu and forget everything about them, na tusahau kila kitu kuzihusu, and we focus on God. na tuelekeze akili yetu kwa Mwenyezi Mungu. We set our minds on Him. Tuelekeze akili zetu kwa Mwenyezi Mungu. We set our minds on the things that He has put before us. Tuweke akili yetu kwa yale ambayo yako mbele yetu. Hallelujah. Hallelujah. Because everything that we attract in our lives, Maanake kila ambacho tunaelekeza kwa maisha yetu, first of all, they start from the mind. zinaanzia kwanza kabisa kwa akili. And within the mind there is something called the ether. Na kwa akili kuna kile ambacho inaitwa ether. It is a great cosmic mass of forces of vibration. Ni hiyo kitu kubwa sana. We can appreciate Him. Amen. Amen. So it is a great mass. Ni kitu ambacho yuko kwa akili, And it contains vibrations. na ina mgurumo. It has positive vibrations. Iko na mtetemeko sawa, And it has negative vibrations. na pia iko na yale mabaya. Praise the Lord. Amen. Within the ether there are vibrations of fear. Na kwa mali hapo ndio mali hapo tunapata We have the vibrations of failure. na tuko na mabadiliko ya Vibrations of bad luck, kushindwa na bad experiences, bahati mbaya, vitu baya, and all those bad things. vile vitu ambavyo ni vibaya sana. We also have the positive vibrations. Na pia tuko na vile vizuri ambazo zinatokea pale. Vibrations of joy, Zile ambazo zinaleta vibrations furaha, of happiness, ambazo zinaleta furaha, vibrations of abundance, ambazo zinaleta vibrations of prosperity. vitu mingi na mali mingi. So there is something which I realized, Na kuna kila ambacho niligundua, that what is in the mind, the thought that is occupying your mind, kwamba kile ambacho iko kwa akili yako will attract the vibration that is in the ether. italeta kile ambacho itavurwa katika So if ether. there is any thought of fear in your mind, Kwa hivyo kama kuna mtetemeko kwako, the vibration of fear will be attracted from the ether. utaanza kuogopa kuanzia kwa ether. And the vibrations in the ether Na kwa hapo kwa ether will mtetemeko attract ukianza, situations in the surrounding environment itaelekeza vitu ambavyo ziko kwa which will bring environment fear in your life. ambayo itafanya uogope So katika every maisha time that yako. somebody is thinking about failure, Kwa hivyo wakati ambao unafikiria kuhusu kufeli, the thought in the mind will attract the vibrations of failure in the ether. kila ambacho kwa akili itaelekeza vile And ambavyo the ether will zinafanya ufeli. attract situations in the environment which will make you to fail. Kisha hizi vitu zitabadilika katika ufeli kwa And that is maisha. why we need to change our minds, Na friends. hii ndio maana nasema lazima tubadilishwe We can kiakili. pray very well, Tunaweza omba vizuri, but if we don't change the thoughts that occupy our mind, lakini kama hatujabadilisha vile our ambavyo viko kwa situations akili will yetu, always remain the same. maisha yetu itabaki vile ilivyo. Praise the Lord. Amina. The situations will always remain the same. Maisha yetu itabaki jinsi ambavyo ilivyo. Because we have not allowed the good thoughts to occupy our mind. Maanake hatujaruhusu mambo mazuri ichukue akili yetu. When we allow the thoughts of happiness to occupy our minds, Iwapo tutaruhusu vitu vizuri viende the thoughts kwa of akili, happiness, kwa vitu kama furaha, they will attract the vibrations of happiness from the ether. zitaleta mtetemeko vya furaha katika ether. And the vibrations of happiness from the ether will attract situations in the environment. Na mtetemeko wa furaha italeta furaha katika environment They yetu. will be attracted in our lives. Na hizo mazingira itafanya tukue na furaha kwa maisha yetu. So sometimes you can meet a situation, yes, which make you maybe to lose that happiness. Kwa hivyo unaweza patana na shida ambayo inafanya But upoteze don't let furaha, it take over in your mind as a thought. lakini usiwache ifika akilini mwako kama kufikiria kwa We akili. need to maintain a positive mindset. Lazima ubaki ukiwa uko sawa. We need to maintain a positive mindset. Lazima ubaki ukiwa na furaha We akilini. allow positive thoughts in our life. Wacha ufikirie vitu vya kusaidia kwa akili yako. Praise the Lord. Amen. Sometimes back when I was very young, Kuna muda mwingine ambao nilikuwa mtoto bado,
there was a situation that was a bit traumatizing. Kuna ile situation ambayo nilipitia na And the ilikuwa good thing is imenisumbua that I sana. remember it no more nowadays. It is like a testimony. Kile kizuri ni kwamba siku hizi ni kama ushuhuda. Just after some few years, around 2-3 years after I was born, Baada ya miaka kidogo baada ya kuzaliwa, I was bewitched. nilirogwa. Do you know? Let me leave that. So my life ameiacha maisha yake was not was not in a good condition, maisha yake haikuwa kwa ilikuwa kwa taabu, and it was a very difficult moment. na haikuwa muda mzuri sana kwake. My parents tried to take me to some hospitals, Wazazi wake walijaribu kumpeleka hospitalini, but they didn't succeed. lakini hawakufaulu. Then my time to start going to school came. I started going to school very well. Kisha muda wa kuanza shuleni nikaanza Nikafika kwenda class 3, class 4. then he reached class 3, class But now 4. because the status of my life Lakini sababu maisha yake haikuwa sawa, was very scary, maisha yake ilikuwa inaogopesha, and watu wengi wakaniogopa sana. and many people feared him. So in class people try to avoid me. Kwa hivyo darasani hata watu hawako wanataka kuwa, Walikuwa na kaa mbalimbali. they were sitting away from me. Praise the Lord. Amen. And that thing interfered with my self-esteem. And it na ilifanya Nikaenda class 5, class 6, 7. then he went ahead to class 6, 7. Still having the same problem. Alikuwa na shida ile tu. Anytime sometimes people can come together to play. Kwa hivyo wakati ambao watu walikuwa wakicheza, But because of the problem that you have in your life, lakini sababu ya shida ambayo uko nayo maishani mwako, make them to avoid you, and you are not included in anything. ilifanya wakose uhusiano na wewe, na uko na So it really affected my mindset. na hiyo kitu ilifanya It affected my self-esteem. na ilifanya hata confidence yangu But ipungue. when I encountered Jesus Christ, Lakini wakati ambao nilipatana na Yesu I Kristo, realized that Jesus Christ can change the story of someone. nilipata kwamba Yesu anaweza badilisha I historia ya realized that mtu. Jesus Christ can make you to have new friends. Nikajua kwamba Yesu Kristo anaweza leta hata marafiki wazuri And he can maishani even mwako, change your outlook. na anaweza kubadilisha jinsi ambavyo unaonekana. Praise the Lord. Amina. And after I encountered him, Na wakati ambao nilikutana na Mwenyezi Mungu, when I checked into the Bible, wakati ambao niliangalia katika Biblia, as I was doing the studies, nilikuwa natengeneza mambo I yangu ya realized that masomo. I've been called to be a God. Nikagundua kwamba niliitwa ili niwe The Bible Mungu. says that I'm a city set on a hill, Biblia inasema kwamba mimi ni boma ambaye imetengenezwa that I am katika a holy nation. mimi ni mji My takatifu. Bible was telling me that, and it is telling me that I am the salt of the earth. Biblia inaniambia kwamba mimi ndio chumvi ya dunia. I am the light of the world. Mimi ndio mwangaza wa dunia. Praise the Lord. Utukufu kwa Yesu. So one of the ways in which I took out the low self-esteem Kwa hivyo jinsi ambayo nilitoa ile kukosa kujiamini is to kwangu, write these statements in my book. niliandikisha vitu vingine katika So kitabu I yangu, call them the young statements. na mimi nilizichukua kama vitu vya Praise the Lord. Amen. I look at the Bible, Naangalia Biblia and everything that has been pointed to me, na kila ambacho imeelekezwa I'll kwangu note it down na naandikisha chini, and I read them. kisha nazisoma. Sometimes I read, I record, and I listen to it. Wakati mwingine nilikuwa And naandika, it changed my thinking, nasoma, nasikiza, na ilibadilisha It changed akili my yangu. mindset. Ilibadilisha akili yangu. because the low self-esteem that I had Maana yake kukosa kujiamini made me to not to do many things. ilifanya nisifanye vitu mingi It sana. interfered with my performance in class. Ilibadilisha hata masomo yangu Nilikuwa naogopa darasani. watu sana. I really used to fear people. Praise the Lord. Amen. But I give glory to Jesus Christ, Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, who changed my thinking, yule ambaye alibadilisha akili and yangu, he helped me to know who I am. na akanisaidia kujua mimi ni nani. Nowadays, even if I walk, Saa hii hata ninapotembea, I don't listen to anything that somebody is saying sitaki about. kusikiza kila ambacho mtu anasema I listen to kunihusu. what God is saying about my life. Nasikiza kila ambacho Mungu anasema kunihusu. Praise the Lord. Utukufu kwa Yesu. I listen to what God is speaking over my life. Nasikiza kila ambacho Mungu anasema kuhusu Because maisha when you yangu. listen to men, Maanake ukisikiza binadamu,
you will fail utafeli and you will lose hope. na utapoteza So you need matumaini. to listen to him. Kwa hivyo ili usikize Mwenyezi Mungu, So I have those statements. kwa hivyo niko na hayo maandishi, I have them in my phone. niko nazo kwa simu I yangu, have them in my notebook. na niko nazo pia kwa kitabu Over changu. 50 statements. Ni maandishi kwa inayoshinda I 50, call them the I am statement. na inaitwa mimi ni Every time I read them, kila wakati ambao nazisoma I get to understand and I get more revelation. napata kuelewa, pia napata ufunuo. Praise the Lord. Utukufu kwa Yesu. And that is how I changed my self-esteem. Na hivyo ndivyo nilibadilisha akili yangu. So somebody can be here. Kwa hivyo kuna mtu anaweza kuwa hapa, You've been through some situation. na umekuwa katika tabu Watu fulani, wakakucheka wakakuacha. and many people laughed at you, many ran away from You you. need to listen to what God is speaking about your life. Sasa unafaa kuanza kusikiza kile ambacho Mungu Give him anasema all of your kuhusu. attention Wacha umpe Mungu akili yako yote, and your life will be transformed. na akili yako itabadilishwa. Your life will never remain the same. Maisha yako haitabaki ilivyo tena. Praise the Lord. Utukufu kwa Yesu. And one of the ways that our minds can be renewed Na mojawapo wa njia ambayo inawezafanya akili yako ibadilishwe is through studying the word. ni kuhusu kupitia kusoma neno. I can see my time is going. Naweza ona kwamba muda wangu umeenda sana, Na watu pia wamechoka. and people are also tired. But I'm finishing the next few minutes. Lakini namalizia kwa dakika chache zinazokuja. Ways in which our minds can be renewed Ni jinsi gani unaweza badilishwa kiakili? is through studying the word of God. Ya kwanza ni kwamba lazima usome neno la Mwenyezi Mungu. Studying the word of God. Kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Sometimes we can pray, yes. Wakati mwingine unaweza omba, ndio. But do we have time that we spend with God through his word? Lakini je, uko na wakati wa kupitia neno la That we Mwenyezi don't Mungu? read the word to go and preach. Kwamba usisome ndio uende We ubiri. read that God may speak to our hearts. Usome ndio Mungu aongeleshe moyo wako. Friends, it is through that reading the word Marafiki, ni kupitia kusoma ya maneno ya that Mungu our thinking will be changed. kwamba utabadilishwa akili, Our mindset will be changed. na akili yako itabadilishwa. Hallelujah. Amen. It is through the meditation of the word. Ni kupitia kwa kufikiria As we mambo ya meditate Mungu. on the word, Wakati unafikiria maneno ya Mwenyezi Mungu, our thinking will be transformed. akili yako inabadilishwa. Because I don't want to be very powerful in prayer, Lakini sitaki kuwa ati nimeenea but sana I cannot maombi, hear what God is saying. lakini siwezi sikia kila ambacho Mungu anasema. Because when God speaks, Manake Mungu akiwa anaongea, he will drop an idea. atakuwa anakupea Sometimes you can pray about a situation, unaweza ombea tabu fulani, but God is speaking to your mind. lakini Mungu anaongea na akili He's yako, dropping ideas. anakupea ufunuo. We pray about school fee, Unaombea kuhusu karo, but money cannot come from heaven. lakini pesa haiwezi toka God mbinguni. is giving you ideas, Mungu anakupea kufikiria, but you have not developed your mind. lakini haujatengeneza akili Your yako. mind has not been renewed. Akili yako haitabadilishwa. We are praying very well, Tunaomba vizuri sana, but we don't study the word. lakini hatusomi neno la Mwenyezi And Mungu. God mostly speaks through his word. Lakini Mungu ananena sana kupitia kwa So the maneno yake. answers are coming, but we cannot receive them Kwa hivyo vitu zinakuja, lakini hatuwezi pokea, because we don't engage ourselves in the word of God. manake hatusomi maneno ya Mwenyezi Mungu. Praise the Lord. Utukufu kwa Yesu. So as we give ourselves to intercession, Kwa hivyo hata tunapoomba, I'm an intercessor and I like praying. mimi naomba, ni muombi tena, napenda kuomba sana. Praise the Lord. Utukufu kwa As Yesu. we give ourselves to pray, Tujipeane kwa kuomba. let us give ourselves to the study of the word. Wacha pia Because tusome it is maneno in ya the word that Mungu. we get to know our identity. Maanake ni kupitia kwa hiyo neno It tunapata is in kujijua. the word that we get to know what God has planned for us. Kupitia kwa hiyo tunapata jinsi ambavyo Mungu anatuelekeza. Glory to God. Utukufu kwa Yesu. There was a time I was praying in Bethel. Kuna wakati ambao nilikuwa Bethel nikiomba. Hallelujah. Utukufu kwa Yesu. And I realized that you can pray. Nimegundua kwamba unaweza kuwa unaomba. And just sometimes, for example, let me give this illustration, then we'll be done in the next few minutes. Wacha nipeane mfano huu kisha tutamalizia. The time that I was given, I think I remain with some few minutes. I can see. Muda nilipewa nimebaki na dakika chache sana. So sometimes you can pray. Wakati mwingine unaweza kuwa unaomba. For example, let me say that
he is my dad. Kwa mfano wacha seme kwamba mimi ni baba yake. And you know, many intercessors, or many, let me not use that term because I'm an intercessor. Many people sometimes you come, wakati mwingi watu wanakuja, and if he is my dad, na kama mimi ni baba yake, and I have a problem, na ako na tatizo, I'll approach him, atakuja kwangu and say that, hello dad, aseme kwamba hello dad, this is the problem that I have. Ili ndio shida ambayo niko nayo. I don't have school fee. Sina karo. But this is what is disturbing my heart. Hii ndio kitu ambayo inanisumbua moyoni. Praise the Lord. Utukufu kwa Yesu. But sometimes you realize that other people, lakini unagundua kwamba wengine you go to the place of prayer, unaenda kwa mahali pa maombi, and as you are going to meet God, na unapoenda kukutana na Mwenyezi Mungu, that is how you are supposed to talk to him. Kuna jinsi ambayo unafaa kuongelea. That is how you are supposed to pray. Kuna jinsi ambayo unafaa kuomba. And we have different kinds of prayer. Na kuna maombi tofauti. Sometimes you need just to go and talk to him. Pengine unafaa kuenda tu kumuongelesha. But you realize that somebody goes. Unapata kama mtu anaenda. And amefika Bethel. Then he reaches amefika place of prayer. Then he reaches the place of prayer. So you hear that. Hey. Then you listen. Hey. School fee. Karo. Rakushita paradise. So you realize that the how you speak. Na unagundua kwamba jinsi ambavyo ananena. What you are asking God. Kila ambacho unaomba Mwenyezi Mungu. If he is my dad, kama mimi ni baba yake, and I come to him, akuje kwangu. Food. Chakula. Food. Chakula. School fee. Karo. Kasha school fee. It is like sometimes unapata kwamba pengine we don't know what we want from him. Hatujui kile ambacho tunataka kwa Mwenyezi Mungu. If I have is my dad, kama mimi ni baba yake, and I have a good relationship with him, na kuna uhusiano mema na mimi, I'll approach him, and I'll tell him, nimwambie that this is my problem, kwamba hii ndio shida yangu, and this is what I want, na hii ndio kitu ambacho nataka. How can we solve it? Tunaweza itatua vipi? And he will speak to me. Nami pia nitamuongelesha. An idea in my mind. Ili nimpe mahimizo. Praise the Lord. Amen. So in our prayers, kwa hivyo kwa maombi yetu, there is that prayer that you have to make that noise. Kuna mahali ambapo unafaa kupiga kelele. There is that prayer that you just speak to God. Lakini kuna pale ambapo unafaa kuongelesha Mwenyezi Mungu. He is your dad. Yeye ni baba yako. I don't see any problem if you go to him. Sioni tatizo lolote ukienda kwake. Tell him that, Lord, I thank you for today. Naomba kwa Mungu nakushukuru kwa leo. You guided me and you granted me the gift of life. Umenielekeza ukanipa uwezo. I bless you and I glorify your name. Na kutukuza na kupa utukufu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Sometimes you go and depending with the situation that you have. Na kuna muda ambao unaenda lakini you can also make that prayer. Kulingana na mahali ambapo huko lazima warfare prayers. Unapoomba warfare prayers. Unapoomba katika vita. And we have to make that noise. Lazima upige hiyo kelele. So friends, kwa hivyo marafiki, let our minds be transformed. Wacha akili yetu ibadilishwe. And our lives will be transformed. Na maisha yetu itabadilishwa. Let us listen to God through his word. Wacha tuone Mwenyezi Mungu kupitia kwa neno yake. Our minds will be transformed. Na akili yetu itabadilishwa. We can be on our feet. Tunaweza inuka. Praise the Lord. Utukufu kwa Yesu. Just tell God that Lord, I need transformation of mind. Ambia Mungu kwamba nataka mabadiliko katika renew my mind. Ibadilishe akili. Renew my mind. Ibadilishe kiakili. Renew my mind. Ibadilishe kiakili Yesu. Speak unto him. Ongelesha Mwenyezi Mungu. And tell him to renew your mind. Mwambie kwamba nataka mabadiliko kwa akili. Father, we thank you. Baba tunakushukuru. We give you all the praise. Tunakupa utukufu. We worship you. Tunakuabudu Yesu. We welcome you. Tunakukaribisha. Come and take the lead. Wacha uchukue usukani. Renew our minds. Badilisha akili yetu. In everything that we partake. Kwa kila ambacho tunafanya. Jehovah Lord. Oh Yesu. We pray that you help us. Tunaomba utusaidie. Develop a positive mindset. Wacha tupate akili sawa. Receive all the glory and honor. Wacha upate utukufu. We thank you for your word tonight. Tunakushukuru kwa neno
neno lako be lifted and be glorified. wacha upate kuinuliwa. In Jesus' name we pray and Kwa believe. jina la Yesu Kristo tunaomba kuamini. May God bless us all. Mungu awabariki sana.